Ahbabi alkiram, anastahiqi zaidi kushukuriwa ni Allah subhanahu. Hivyo basi mimi nawe, la kwanza lilo na umuhimu zaidi kuliko jambo lingine lolote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, rehma na amani zimwendee, zimshukie, zimfikie, zimmiminikie, zimteremkie, zimbujukie kwa wingi bwana wetu, kipenzi chetu, kiigo chema wetu, kielelezo kwetu, kiongozi wetu, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo insha Allah taala, kwa ruhusa yenu, ikitangulia taufiki ya Allah subhanahu, napenda tuzungumzie nguzo moja nzito katika nguzo 6 za imani ambayo inawasumbua na kuwagaragaza wengi wa Waislamu katika umma huu. Nguzo hii ni mojawapo mwa nguzo zilizosimama, ambayo kwamba leo Muislamu atakosa nguzo hii ya imani, basi nguzo zingine 5 hazina maana yeyote, thamani wala ziada kwake, kwa sababu nguzo 6 hizi yashuddu ba'dhuha ba'dha, zinategemeana. Na nguzo hii ndio imetia wengi wa Waislamu katika mizani, na nguzo hii ndiyo imepambanua imani ya Muislamu kwa kila mizani, na nguzo hii ndiyo iliyotupa kweli kati ya ladha ya sukari na chumvi pindi ulimi ulipoonja viwili hivi. Na nguzo hii ni mojawapo ya nguzo 6 ambazo kama na Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha anashuhudia kabisa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaulizwa na mwalimu wake Jibril alayhi salam, mal imanu ya Rasulullah, nini imani ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Faqala lahu, akasema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumjibu mwalimu wake Jibril alayhi salatu wassalam, al-iman ma'anahu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi, rawahu Muslim. Kazi orodhesha nguzo 6 za imani. Nguzo 6 za imani hizi ambazo kwamba zinajiegemeza moja kwa moja na nafsi ya Qur'ani. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ameamini mtume kwa kile kilichoteremshwa kwake yeye, na si yeye peke yake, na waumini wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, hawajafarikiana miongoni mwao katika mitume wake, na walikuwa wakisema tumesikia na tumetii, tataka msamaha kwako wewe, kwani wewe kwako ndiyo marejeo. Kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaorodhesha imani nguzo 6, kasema imani an tu'mina billah,
ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwenyezi Mungu ni mmoja, kul huwallahu ahad, Mwenyezi Mungu ndiye mkusudiwa, Allahu samad, Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, lam yalid wa lam yulad, na wala hafanani na chochote, wala yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu ndiye aliyeumba mbingu na ardhi kwa siku mbili. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ndani ya al-Fussilat, ndani ya Fussilat Mwenyezi Mungu Subhanahu anamuamrisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema hivi, nyie kihakika mnamkufuru yule ambaye kwamba kaumba mbingu na ardhi kwa siku mbili kwa kumjalia yeye kuwa anamshirika au mwenza au kipenzi. Huyo ndiye Mola wa walimwengu wote. Imani hii kwa Mwenyezi Mungu yuhai hafi, ndiye mfalme, ndiye mlinzi, ndiye mtoa riziki, ndiye msubirifu kuliko wengine yote yule, ndiye anayetakabali. Allah Subhanahu ndiye anayenyanyua, ndiye anayedogosha kwa lugha ya kileo. Imani hii wa malaikatihi, na malaika wake, wako malaika zaidi ya 200,000 kwa mujibu wa ilmu tarikh. Malaika kiongozi kuliko wote, raisul malaika ni Jibril alayhi salatu wasallam. Hawa malaika hawa ni maasumini, hawana madhambi na wanafanya kulingana na wanavyoamrishwa. At-Tahrim aya 6, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ejimwamini, zikatazeni nafsi zenu na jamaa zenu dhidi ya moto, na kuni za huo moto ni mawe, ni watu na mawe, na wanaosimamia hizo moto na adhabu zake ni malaika wasiocheka, wacheki na mtu. Ukiona JC unakwenda mbio, hujaona malaika wewe, utapepea. Wenye nguvu, imeshiba vizuri na nguvu. La ya'suna Allaha ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu kile ambacho hawajaamrishwa. Wayafaluna ma yu'marun, na 100 chini ya 100 wanafanya kile walichoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Malaika hawali, hawanywi, hawana matamanio ya kimwili. Hawa kawaamini kwa kuna malaika wawili wanaandika matendo yako, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Kuna malaika wawili wanaingia asubuhi, wawili wanaingia jioni, wanakulinda wewe Muislamu. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Ar-Ra'd. Malaika wake wa kutubihi, na vitabu vyake, vitabu 4. Zaburi kapewa Daudi, Taurati kapewa Musa, Injili kapewa Isa, Qur'an kapewa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuamini dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Baqara aya 2. Hicho ni kitabu hakina shaka ndani yake na ni uongofu kwa wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kuamini Qur'ani, kuiamini Qur'ani si jambo dogo. Wengi hawaiamini Qur'an na ni Waislamu wanaonekaniwa. Kwa nini? Kwa sababu kufuli, nyoyo zao zina kufuli. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Muhammad, sura Muhammad. Kuiamini Qur'ani, maneno ya Allah Subhanahu. Qur'ani iwe inakuathiri Muislamu, Qur'ani wewe unaizingatia Muislamu, Qur'ani wewe unaifanyia kazi Muislamu. Kuiamini Qur'ani
wa rusulihi, na mitume wake. Mitume ni wengi, ila wachache ambao ni 25 wametajwa ndani ya Qur'ani tukufu. Kuamini mitume al-anbiya, kuamini hawa. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika tumetimuliza kwa kila umma mtume aabudiwe Mwenyezi Mungu na wajiepushe na miungu feki. Allah mtume, na sisi ummati Muhammad kumwamini Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu washidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, kumwamini Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imani ya kumwamini mtume. Rehma na amani zimshukie. Wal yawmil akhir, na kuiamini siku ya mwisho. Kiyama kipo, as-saa al-haq, saa ni kweli, al-qiyamatu al-haq, kiyama ni kweli. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughni. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Kuamini siku ya kiyama ipo, siku ya kiyama, yauma yakumu nasu lirabbil alamin, siku kwamba watasimama watu wote mbele ya Mola wa walimwengu wote. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kuamini siku ya kiyama, kiyama kipo. Wema wataingia peponi, waovu watachomwa, na'udhu billahi min dhalik. Imani hii. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Kuamini siku ya kiyama, watu wa peponi ndio waliofaulu. Allahumma ja'alna minhum, amin. Wal qadari, hapa sasa tupige mstari. Kuamini qadari, khairi yake na shari yake. Nini qadari kwanza? Mal qadaru, nini qadari? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema ndani ya sura Al-Mursalat, Al-Mursalat aya ya 23, anasema faqadarna fa ni'mal qadirun, na tukawakadaria, na ni bingwa kuliko mwingine yeyote yule anayewakadiria. Huyu ni Allah Subhanahu. Al-qadari ni kipimo, al-qima allati kataba Allahu lak au alayk, ni kipimo al-qimatu al-khairiyya au sharriyya allati kataba Allahu lak au alayk, ni kipimo cha khairi ama cha shari ambacho amekuandikia Mwenyezi Mungu kwako au dhidi yako. Hii ndio qadari. Yani qadari ni mazuri yote ambayo utayamiliki ya khairi, na ni mabaya yote ambayo yatakufika ya shari, ambayo kwamba kayaandika Mwenyezi Mungu Subhana katika umri wako wote. Hii ndiyo qadari.
na hakuna kheri Muislamu ambayo itakufika uipate, na hakuna shari Muislamu ambayo itakufika ikukhasiri zaidi ya ile ambayo kwamba amekuandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na hapa ndipo penye kizungumkuti panapo wagaragaza na kuwaghafilisha na kuwafilisha wengi miongoni mwa Waislamu. Hapa kuiamini qadari. Hapa labda napeni kisa tujenge taswira zaidi. Niko bwana mmoja bedui, sikuwa Muislamu, kwenda kwa bwana mmoja mwenye hekima. Hakuwa mbedui, alikuwa ni bwana sikuwa Muislamu. Kamuuliza mmoja hapo mashehe msomi mwenye busara, kwa nini nyinyi Waislamu mnaamini ya kwamba majini wameumbwa kwa moto alafu watachomwa kwa moto na waumie? Inakuwaje nyinyi Waislamu mnamwamini Mungu ambaye hamumuoni? Hii ni imani gani? Inakuwaje nyinyi Waislamu kikumbwa na baya na tatizo na kusababisha mtu ama kitu mnamlilia Mwenyezi Mungu? Hii ni imani gani? Ile bwana akachukua udongo ngumu kidogo napiga nao pat. Akashangaa, mimi huyu vipi huyu shekhe? Mimi namuuliza yeye maswali kanipiga udongo na ukakasi kidogo na kaniumiza bana. Hii dharau hii sasa. Hii dharau. Bwana kaenda kwa wasimamizi wa kitongoji. Akamshtaki shekhe. Kama nani shekhe huyu? Akupiga wewe? Kwa udongo. Shekhe tunamheshimu sisi. Sura yake kasirika, hapana, ametabasamu. Akatabasamu wewe. Hii ni ipi tena? Hebu tumwite shekhe anaheshimika. Achana mashehena. Achana mashehena wa sasa. Mashekhe wazuri wengi rafiki zangu, mashehena wa sasa. Shekhe mchana usiku wa kuonana. Shekhe mganga yeye, tapeli yeye, dalali yeye, kila kitu yeye. Allah tuongoze. Amin. Semeni amin. Mashekhe wazuri wapo, lakini mashehena ndio naozungumza mimi. Shekhe aitwa, akamwambia shekhe, inakuwaje wewe? Huyu bwana kaja na ustaarabu, anakuuliza maswali matatu, badala ya kumjibu wewe unampiga kwa udongo. Shekhe akatabasamu, sasa kumpiga kwa mdogo, nimemjibu maswali yake matatu kwa pigo moja la udongo. Umemjibu umemjibuje? Basi wasimamizi wa kitongoji na muathiriwa muniruhusu ni mwito, akakaa vizuri mkao wa kula, wanamsikiliza. Imekuwaje udongo mgumu waliompiga nao muuliza maswali matatu ikawa ndio ujibu? Akamwambia ndio nimekujibu. Umejibu vipi? Mimi imani nimekuuliza swali langu la kwanza. Ndio. Inakuwaje Mwenyezi Mungu nyinyi mnamwabudu, mnamsujudia, mnamrukuia na hamumuoni? Akamwambia mimi nimekuja kwa udongo. Ndivyo si? Akamwambia ndivyo. Umeuona uchungu ama umehisi uchungu? Sasa mimi nimehisi uchungu. Basi Mwenyezi Mungu hatumuoni, lakini tunamuhisi katika nyoyo zetu. Akamwambia ndio. Akamwambia okay, hai sawa. Hai, swali lako la pili nimekuuliza, mbona mkikumbwa na shida, pesa yako hamna, umfutwa kazi, usomlilia bosi alikufuta kazi, unamlilia Mwenyezi Mungu. Umekuwa mgonjwa, usamlalamikia daktari, unamlalamikia Mwenyezi Mungu. Akamwambia okay, mimi nimekupiga kwa udongo. Ndio. Uliokupiga ni mimi ama ni udongo? Akamwambia ni udongo. Mbona ukalilia mimi? Mbona mkuja bana ukanishtaki mimi na uliokupiga ni udongo? Sisi maradhi yakitufika hatushtaki maradhi, tunamlilia Mwenyezi Mungu Subhana. Alileta kila gonjwa akalipa na dawa yake ili atushifai. Kama kila mwisho tunamwambia nimekuuliza, umeniuliza vipi? Kwa jini kaumbwa kwa udongo, kaumbwa kwa moto. Alafu achomwe na moto tena aumie. Akamwambia ndio. Wewe unakupiga kwa nini wewe? Kwa udongo.
Umeumbwa kwa nini wewe? Kwa udongo. Umesikia uchungu ukusikia? Nimeusikia. Sasa hii ndio imani. Hii ndio imani ambayo imetoweka katika nyoyo za Waislamu wengi, kuamini ya kwamba mimi Mwenyezi Mungu ameniandikia riziki yangu ni milioni 10, au riziki yangu ni milioni 50, au riziki yangu ni milioni 280, au riziki yangu ni pangu pakavu kwa siku 200, 250, 300, singine shuke chini ya dola. Ndio maisha hayo. Wengi hatukubali. Kule kutokubali ndiko kuna kukosesha imani ya kadari. Ile utajiri anatamani awe tajiri zaidi, riba anachukua, ushuru alipi, anakwepa. Huyu anamdhulumu yule mnyonge, anamnyang'anya, stakabadhi feki anajiwekea, hali muhimu yeye amiliki tu. Huyu kaikataa kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, anataka zaidi. Na baadhi ya watu wasiokuwa nacho wanausudu sasa, mahasidi wao, chuki ni wao. Mtu anamchukia mwenzake, nakaa anamchukia jamaa amekuja na Mercedes Benz C200, kioo, mimi nikiwa ndani na kuona nje, ukiwa nje unione ndani, wanasema lugha nyingine. Jamaa anausudu. Kwa nini awe yeye? Kwa nini awe yeye? Unaiona hiyo? Poleni. Hii dawa chungu lakini ndio inapona. Ukisikia ukweli mtamu ndio wewe ni stabili, usinikasiriki. Na sisi wengi hapa hatuna. Sisi wengi hapa tupo kwenye fungu la hatuna. Ama tuna kidogo. Unausudu, ukiusudu kwa nini yeye unakataa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye mkadirifu? Sio akupa wewe kichache kampa yeye kingi, unakataa. Ndio pale hasadi imeenea miongoni mwa Waislamu, husda nyingi, watu wanadhuriana sana hivi sasa. Kwa nini? Kwa sababu tumeikataa imani ya kadari, tumeikataa. Mwenye nacho anajiona mjanja, mwenye nacho anajiona mjanja, yeye ni bosi kubwa, ashikiki, sonko, shefa, tajiri. Ukienda kumuona yeye ofisini mwake unamsubiria kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 9 alasiri, ndio basi upate kumuona. Umechoka. Yeye tabariana, lunch kala vizuri, kala maklesh pamoja matalibita, kapiga matonge mithili ya mirisao ya Olimpiki, kavunja chakula, toothpick kwenye mdomo, atabariana. Wewe kwanza mimi nimsubirie tajiri tu. Anapata kwa yeye Mungu ndio kampa, wewe ndio ikawa mtihani kwako. Kwa Allah kakuleta wewe kwake ili yeye akusaidie. Kadari hii watu hii wengi sana wamefeli kwenye kadari, wengi kwenye kadari wamefeli. Mtu anaporogwa anamwekea kisasi yule alimroga. Ama zangu mpaka nimuue mimi yule. Siwezi kubali mimi bana arostonoma. Sipati kazi, nimechanganikiwa, nimechakarika, kumbe ni yeye bana vampire. Ananiminya kila usiku, kisha asubuhi ananichekelea akiwa kando. Bado sana wewe. Kumbe ni yeye. Na Allah anasema mahum bidharina bihi min ahadin illa biidhnillah. Al-Baqara aya 102. Hadhuriki mtu na uchawi ila Allah andike. Lakini wewe unamchukia mchawi zaidi kuliko namna unampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tatizo, mtanielewa babi. Unamchukia mchawi zaidi namna unampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tatizo. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema maana kalimati, law ijtama'at al-ins wal jinn an ya'tuka bi khairin
la tujadu khaira illa ma kataba Allah lak, au kama jaa. Lau watakusanyana majini na wanadamu wakunufaishe wewe bwana, wote duniani wakusanyana waseme bwana, huyu Ali ibn Uthman taka tumfanye gavana wa Mombasa huyu mara hii, iweje? Lau watakusanyana wewe ili wakufanye wewe gavana au chochote kile au milki ya utajiri wowote ule, basi huwezi pata ila kile Allah alichokuandikia. Na lau watakusanyana majini na wanadamu wakudhuru wewe, wakutie madhara wewe, wakutie matatizoni wewe, basi upati madhara ila yale aliyokuandikia nani? Allah subhanahu. Kitabu kimejaa, wino ushanyanyuka, ushakauka. Allah subhanahu asema, in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Iwapo kitakupata dhara au madhara, hakuna anayeweza kukuponya isipokuwa Mwenyezi Mungu. Acha kuhangaika kwa waganga, acha kuhangaishwa na waheshimiwa, acha kuhangaika kwa matajiri, jihangaishe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu. Allah atakupa njia, atakupa njia. Inna ma'iya rabbi sayahdini, Allah atakupa njia. Ukiamini kwa bila wewe tajiri mimi siponi, bila wewe mimi sitoboi hapa, wewe ndiye mtu wangu pekee na kutegemea, hakuna mwingine, umefeli. Ndio hii sasa imani ya qadari hii tumeanguka wengi. Lakini anayempomekea Mwenyezi Mungu subhanahu kwanza kabla mwingine yeyote yule, huyu kafaulu. Ndio hii qadari ya khairi na shari. Leo waganga wanapokea wateja wengi wanaonekaniwa ni Waislamu kuliko mashehe. Vipi tuikataa qadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu? Hii qadari hii ya khairi na shari hii. Umeandikiwa utamiliki gari, utamiliki gari. Umeandikiwa utajenga nyumba, utajenga nyumba. Umeandikiwa utakuwa na watoto wengi, hilo halipingiki, ni maktubu, imeandikwa. Na hii sina maana kwa sababu kuna watu bana, baba mbona bana utafuti kazi? Bana nishaandike bana sina kazi. Wewe taira mkubwa wewe. Eti bana mimi bana nishaandike, mimi bana sina kazi mimi, kwa mimi sitafuti kazi leo wala kesho, nishaandikiwa. Umeona ukiandikiwa wewe? Umeona ulikuwa unaandikiwa? Kuandikiwa kadari ni siri, hakuna ijuae isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu subhanahu peke yake. Hakuna ijuae kadari yako ila Mwenyezi Mungu subhanahu peke yake. Mimi mwenyewe, wewe mwenyewe, hatuna tujuae, hatuna. Na ili iwe ni kheri kwako lazima uweke juhudi, na ili iwe ni shari isiwe kwako lazima uweke tahadhari. Mnifahamu vizuri hapa. Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, tumjua sote sisi kuwa alikuwa ni khalifa, imamu mwadilifu, khalifa shujaa asiyoogopa kitu wala mtu. Lakini siku moja yeye na jeshi la maswahaba walikwenda kwenye kitongoji fulani. Kitongoji hicho wanaugua maradhi ya tauni, maradhi mabaya, unaita airborne disease, hatari, yani unakatika mwili na madonda wewe. Hapana, tusiingie huku. Tusiingie wapi? Tusiingieni huku, pana maradhi ya tauni hatari, hamna mtu kuingia. Mmoja akaoji, ya Amira al-Mu'minin, wa hofu kadari ya Mwenyezi Mungu? Hivi wewe wa hofu kadari ya Mwenyezi Mungu? Akamwambia hapana, mimi si hofu kadari ya Mwenyezi Mungu.
lakini kadari ya shari inakabiliwa na kadari ya kheri. Sisi tukenda tukiambukizika maradhi ya tauni, ni kadari ya shari imetufika, lakini tukijizuia tusiende, tubadilishe njia, maradhi ya tauni asitufike, ni kadari ya kheri tumeimiliki. Kwa usione shimo mbele, sema mimi bana, hapana, kama nimeandikiwa nitaingia. Utaingia kweli habibu hapo? Unakwenda mtu wangu. Kiuno hauna, joint hauna, hichi bala kitaondoka. Ndio maana ya kadari. Kama ni kazi, lazima upambane, lazima uhangaike, lazima utafute, lazima ujitume, ndio iwe ni kheri kadari yako, Allah kupe riziki. Mnafahamu vizuri sana. Yuko bwana mmoja aliishi miaka 21 hajapata mtoto, miaka 21. Mkewe kapimwa, akaamba bwana tasa huyu, azai leo wala kesho. Hospitali kubwa kubwa za Mombasa zote unazozijua wewe kasimaliza, India kitambo kufika Barakani, lakini wapi? Mkewe anambia ongeza mke wa pili, ongeza mke wa pili. Sababu ongeza mke anayo, ungeambiwa wewe kitambo hata wanne extra angekaa kando pale asubiri hesabu, achwe mmoja ingie yeye. Waume nyinyi hatari. Lakini yeye hakuacha kuweka juhudi, hakuacha kuweka juhudi. Kwa mganga hajafika. Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo pakutana na mtu mwema, mja mwema, siku hiyo kampatia mawazo ya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Istighfar si ati wewe una madhambi mingi, hapana. Ni sunna ukidhirisha istighfar, ni sunna astaghfirullah wa atubu ilayh mara 1000 na zaidi unavyoweza wewe. Mara kaanza watoto mapacha, baada ya mwaka mmoja huyo ngazi kapata watoto 6 kwa miaka 7, watoto 6. Allah kamruzuku. Mkadari si kadari, mkadari. Na unaweza andikiwa kweli wewe utaishi maskini mpaka kufa kweli, lakini hujui. Lakini ukafanya mambo mema yanaleta usahali katika maisha yangu na yako. Mambo ya kheri mazuri yanakujengea barabara ya kuishi kwa kheri na amani na furaha. Allah subhanahu akakuangalia sema, lakini kweli huyu mja wangu nimemwandikia kwa lugha kidogo ni mwani ila qiyami saa, lakini hapana, ajituma sana na roho yake safi. Acha nifutie kuanzia leo sonko. Mama mmoja zama za Nabii Musa alayhi salam, kumbukumbu za Taurat, alimwona Nabii Musa akamwambia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ukienda kwa Mwenyezi Mungu kuzungumza naye, niombe na nipate mtoto. Wa kallama Allahu Musa taklima. Musa alayhi salam alikuwa anaongea na Allah subhanahu nyuma pazia hivi. Basi akamwambia sawa. Akaenda akapewa risala, sema Allah, kuna mama njiani kaniomba nikuombee, nimwombee kwako apate mtoto. Allah akamjibu akamwambia, mimi nimemwandikia kwa yeye nitasa hatozaa. Habari nzito, kibinadamu nzito. Sasa afanyaje? Mpaka afikishe, wama ala rasulina illa albalagh, at-tabligh, mpaka afikishe. Kaenda kampatia habari bana, mama basi ujumbe wako ndio Allah amesema wewe tasa hutozaa. Mama akasema alhamdulillah. Sasa afanyaje? Inna khalaqna kulla shay'in biqadar. Allah anasema hakika sisi tumeumba kila kitu kwa kipimo, kila kitu kwa kipimo. Miaka yako 30 ni hiyo hiyo baba,
miaka yako ni 50 ni hiyo hiyo, miaka yako ni 60 ni hiyo hiyo, wazaleo wafa kesho ni hiyo hiyo. Nimeandikwa eti kafa, alikuwa na shida gani? Mgonjwa. Jamani, huyu jamaa mchana kawa live TikTok, asubuhi atatua waskafa, ndio kaandikiwa hivyo. Hairuki hiyo mtu wangu. Hiyo eka loya 200 wewe ajiri wewe wakuzuie. Yako ikifika ndugu yangu imefika tu unakwenda. Imeandikwa yangu ikifika nitakwenda tu. Msitake mtake nitakwenda. Ndio imeandikwa. Lini mimi sijui na wewe vile haujui. Lakini pekee Allah subhana ndio anajua ajali zetu zote lini na ni wapi. Allah subhana aturuzuku mwisho mwema. Basi mama akapoa habari kwa wewe mtu sawa mama, kwa huzuni sana, uniruhusu mwanze kiswa kwa swali. Akasikitika. Basi kusikitika mama, lakini akasema alhamdulillah, binadamu akubali. Na hilo linalotaniwa, unacho hauna, kimeisha, kimeharibika, usiache nini? Alhamdulillah, Allah atakuletea kibora zaidi kuliko kile. Hii ndio siri. Basi mmoja mama akabishiwa mlango na mgeni pale, kaombwa maji ya kunywa. Mbio kaenda kachukua maji kampa mgeni akanywa maji. Mkongeze yeye akana tena. Kaka mmoja akafurahi akaridhika. Sema kweli mama, kweli mama umenikata kiu hivi. Mwenyezi Mungu namuomba akupe kile unachokihitaji katika maisha. Baada ya muda mjamzito, Mtume Allah anamuona mama mjamzito, kachanganyikiwa, itakuwaje tena hii? Jamani, usitasa huyu. Kaenda kwa Allah subhanahu na kata kisha kwenda kaambua yule mama kaja mja mwema akanywa maji ya yule mama aliyomkirimu nayo. Mja mwema kaomba dua, ni kipenzi changu yule mja, mimi nikaona haya, kipenzi changu yoyote akiniomba dunia hii nampa anachotaka, naona haya nikafuta. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah humfutia mtakaye, akafuta tasa, akasema apate watoto. Adullah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Yurham Online TV. Usikose kusubscribe katika channel hii na kubonyeza kengele iliyopo mbele yako.